haya tunayafanya, kila mmoja atanyoshewa masijida, miji karatasi, miji gombo, itaziba pale mahala pake, hata pumzi zake, hata kidogo chake, hata kiki chake kimeandikwa, asome mpaka mwenye stajabu, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kila nini kitabu hiki haikuacha hata dogo wala kubwa ile imepiti. Uone saa zako zote, uonee tuletee kaseti yako kamili ya video, CD yako, tangu kutoka matumboni mwako mpaka kucheza kwako, mpaka ulipofikia, mpaka kuondoka kwako, yote unayofanya utaona. Utaona wakati mwingine tunakuja kijumba topea ile chote, maana kufanya lolote ndio utamika. Sasa kwa nini sifanye nikaziba kijumba hiki kimeshakupita? Utaanza kuona mambo mengi na habari zako, na unaeneshwa kaseti yako ya mwisho baina ya kufa na masaa machache. Binadamu kabla ya kufa kwa masaa huwa hapo duniani, sijui kaida hii, kabla hajakufa kwa masaa, kama unaongea atizama ala, lakini hayupo duniani kabla ya kufa, hupotea kabisa. Sasa wakieneshwa ile picha yake, wewe wamaliza filmu yako hapa, basi uone umefanya nini na waondoka. Ukimaliza ile filmu yako inafungwa, unaelekea siku hiyo tena uonyeshe kwa tafsiri sasa, na unaona umri wako kwa saa moja tu itamkinika. Na tunarekodi sisi kaseti ya masaa 3 kwa dakika 5, na tunarekodi kaseti ya vitabu 1000 kwa robo saa. Hii mpango wa binadamu, na Mwenyezi Mungu aweza kuonyesha yote umefanya nini na huonekana. Na mtu kabla hajakufa kuna alama. Hata mzee wetu Said alisema, mimi mtu kabla ya kufa kwa siku 7 naweza kumjua. Kiata kufuatilia, sio kwa ajali. Kwa ajali ilikani kama mtu mzima alitoka hapa uongo hapa, lakini kwa ajali. Lakini mjomba wangu mimi ndio kwa siku 3, lakini mjomba wangu Shafii Darusi alijua kwa siku 7. Kabla mtu hajakufa kwa siku 7 atamuona mtu, baada ya siku 7 atakufa, kwa sababu hali zake, mizani zake, nabdhi zake, maangalizi yake, ule utizamaji wake unaonekana uko ndani ya safari. Wala sio uhodari, wala sio karama, ni elimu. Ujulikane mtu atakayekufa na atakayepona, kisha utaambiwa yote uliyofanya. Tumalize aya moja hii, wa akharuna. Kuna watu wengi wasiokuwa hawa murjauna, wamecheleweshwa ni amrillahi, kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wameonekana mambo yao, lakini kuna watu wengine wamecheleweshwa wangoje amri ya Mwenyezi Mungu. Wengine wamecheleweshwa kwa habari zao waliotoa, kama Abu Lubaba. Mtume alipokwenda kwa hukumu Bani Qurayza, wale wakamwita Abu Lubaba, Muhammad atakutuhukumu, tukubali au tusikubali? Akakubali, lakini kafanya ishara, mtachinjwa nyote. Na Mtume alikuwa ameshapitisha amri kufuata Taurati na kufuata hukumu ya mbingu 7. Yoyote mwenye kufanya khiana kwa pamoja lazima wachinjwe kwa pamoja. Sio kwa Mtume ni ataka kuchinja, ni sharia yao wenyewe ndani ya kitabu. Wamesema hata kama ni taifa zima limalizeni, hata kama ni mji mzima wamalizeni. Ikiwa mmoja amefanya khiana na wengine wamenyamaza, wamalizeni wote. Na Mtume kufuata sharia yao alikuwa hataki, akamwita Saad bin Muadh tena kwa khiari yao, mamtaka nani awahukumie? Wakamtaka Saad wenyewe. Sisi tumtaka Saad sababu Saad kidogo atupenda. Saad alikuwa ni mgonjwa, amepigwa, ameumia, amewekwa msikitini, ndio hospitali yake, first aid yake msikitini, afanyia dawa msikitini, amtizamao ni mwanamke Rufeida, akaenda kabebwa, akija kusimama hawezi. Wakaambia Ansari, kumu lisayyidikum, msimamieni maneno. Na riwaya nyingine, kumu ila sayyidikum, simameni kumsaidieni maneno. Kuna bana, kuna watu wanabana. Mtu anataka usaidi, amekataa. Wewe asaidi Allah, usaidi Mwenyezi Mungu, ile ni uhakika tu.
lakini kuna mtu sayyidi kwa baadaye. Mtu mwenyewe amenena arrajulu sayyidu fi ahli baiti, rajul sayyidi katika watu. Mtume ameita sayyid zaidi ya 50 sayyidi 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 sayyidi, ameita watu sayyid. Ali sayyid al-Arab, Salman sayyid al-Fursi, ameita Mida sayyid al-Sudan, Bilal sayyid al-Habasha, Suhail sayyid al-Rumi. Mwenyewe Mtume ameita ana sayyid an-Nasi, sayyid zimejazana. Sayyid uhakika ni Mwenyezi Mungu. Sayyid umajazi, kuna mmoja ni sayyid kwa upande wake. Mume ni sayyid kwa nafsi ya Qur'an. Falfaya sayyid walfaya sayyida. Mwana walfaya wanakuta wangapi? Wawili. Sayyida manake mmoja tu, ambaye Yusuf ndo alionunuliwa. Yalitaka walfaya sayyidahu, sababu huyo amenunuliwa. Ule ni mtu wa nyumbani ameolewa tu, lakini Yusuf ule si bwanake, bali Yusuf ni bwanake yule. Ndio walfaya sayyidaha. Hii ndio heshima ya Qur'an, kwa sababu sayyid ni kula mtu ambaye kwamba akubaliwa. Basi ndio kwamba kumu ila sayyid. Ansari wakamnukia wote, wakamkaribisha Saad bin Muadh. Saad akaulizwa ni hukumu mndakubali? Wala kama naam. Je, ya Rasulullah, hii hukumu itapitishwa? Kama naam, basi wauawe wapigana vita wote. Kula kwamba hawezi kushika silaha na uawe. Kula kwamba hawezi kushika silaha awe ni mateka, kisha una hiari yako. Ukitaka kufanya utumwa utakubakisha. Mtume kama ule hukumu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu kutoka kwa 7 arqiya, viraka 7 vya mbingu. Hukumu kama hiyo Mwenyezi Mungu akamsifu sana. Na Saad alikuwa ameomba Mungu, ya Rabbi, khiana kufanya Bani Qurayza, ukiwa umejalia kuniua usiniue mpaka niatie adabu. Wao Bani Qurayza hawajui yeye huko amekula yakini, sitaki nife mpaka niatie adabu Bani Qurayza. Akawa hukumu baada kufa kumfanya daraja yake ikatomboka pale, akafa. Hakujulikana ile ile damu msikitini yatirizika kwa wingi sana, akaonekana Saad amekufa. Nilipokwenda kutizama, Mtume aonekana kama msikeni sana. Ihtaza arshur Rahman ni mauti Saad, imetingishika arshi ya Rahman kwa kufa Saad. Saad alikuwa mtu mnene mrefu, lakini jeneza yake ilikuwa pesi kabisa. Wakati jeneza yake imebebwa na malaika. Mamake kaulilia, wailuni Saadi Saada salamatan wajida. Mtume sasa akasema kula kwenye kulia ni muongo, lakini Saadi amemlilia sana, na Mtume akafurahikia sana. Alipokwenda kumzika Mtume sasa akasema kwenye kaburi, fasabahna tawila wa kabbara fakabbarna tawila. Kwanza kita tasbih ndani ya kuzika. Wale kwa ukizika kimya kimya, sijui wamepata wapi. Mtume alipomzika sana, na maneno yake kurejea kitabu cha Imam Ahmad, nitakurejea kitabu cha Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya al-Jawab al-Kafi ametaja hadithi hiyo. Ndio kwa fasabahna tawila, akaleta tasbih kusikia sote, na sisi tukaleta tasbih kwa urefu tawila. Wakabara fakabbarna tawila, shakaleta takbir kwa urefu, kisha ndio kazika. Kisha kana la kadhuma Saad dhamma, ametana mbano longa mbano watu wa ardhi wote wangelia unatamu, kisha amesamehewa. Na leo mtu alikuwa ameokoka na kubana na kaburi, angeokoka sana. Lazima mtu una mbano kidogo kaburini, kisha utaacha ukabana bana kutia adabu kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaonekana mtu akizikwa hatupi tu, akaitoa tasbihi, alitoa takbiri. Hata Imam Anas akaleta, tulihudhuria mazishi mmoja ni Ansari, fadhaharna lahu istighfar, na tukadhihirisha hasa kwa makelele istighfar. Na Anas yuko katika Musnad Imam Ahmad, utaona masala kama hasa masala ya kelele kuzikwa, akiatanufaika umenufaisha, na ikihadhuriki hadhuriki. Mathalan tunafanya jambo lote, hata tunapiga mabeli kwa kujika maiti ndio kwa sababu amekufa, lakini akinufaika atanufaika. Sasa kelele za nini? Isokuhija na watu mioyo. Basi Saad akafa, na kufa kwake ikanjebana wa Ansar, Sayyid al-Ansar Saad bin Muadh.